Kristo tulioko hapa Mkonze KKKT pamoja na wale wengine ambao tutatufuatilia katika Facebook, mtakaotufuatilia katika Instagram na maeneo mengine kama YouTube. Tunawakaribisha tunapoanza somo letu katika juma hili takatifu hapa KKKT Mkonze, tukiwa na somo linalosema ya kwamba kifo cha Yesu Kristo na ufufuko wa Yesu Kristo na hatima ya kesho yako. Kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo na ufufuko wake Yesu Kristo na hatima ya kesho yako. Katika kitabu kile cha Wakolosai, mlango au sura ni ile ya kwanza, mstari ule wa 19 mpaka ule wa 22, tutatembea pamoja. Kitabu kama kilivyoandikwa na Mtume Paulo kwa Wakolosai, mlango au sura ni ile ya kwanza, mstari ni ule wa 19 mpaka ule wa 22. Na neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Amen. Jambo la kwanza ambalo Mungu anatudhihirishia sisi kama Wakristo na waamini ni kupitia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo tunapata neema au tunapata hakikisho la kuhakikishiwa kukamilishwa katika kila idara ya maisha ya muamini, au kukamilishwa katika kila eneo la maisha ya muamini. Na ndio maana somo ambalo tumesoma tunaona Paulo akituambia ilimpendeza. Maana yake ni pendo la Mungu kwetu sisi kutukamilisha katika kila eneo kimaisha, katika kila idara kimaisha, kupitia kifo chake pale msalabani, lakini ufufuko wake siku ile alipofufuka. Na nataka niseme, tamani mwaka huu iwe ni Pasaka ya mwisho kwako kutembea katika hali ya udhaifu, au kutembea katika hali ya shida au taabu yoyote ile. Tamani iwe ni tamanio lako. Kwa nini? Ilikuwa ni tamanio la mtu mmoja aliitwa Bartimayo, kuona mtu ambaye alikaa katikati ya miaka isiyopungua 38, lakini siku moja alitamani, na alipotamani Mungu alimwondolea upofu na Bartimayo aliona. Kwa hiyo ninachotaka kuambia mpendwa, katika ulimwengu tulionao hakuna mtu ambaye amekamilika. Kila mtu kuna hali fulani anayopitia, kuna jambo fulani anapitia katikati ya maisha yake, lakini katikati hilo ambalo analopitia au unalolipitia liko suluhisho, uko msaada, liko tumaini. Mwambie jirani yako, liko tumaini. Na mwaka huu liko tumaini. Sisemi kwa sababu najua kusema, sisemi kwa sababu nyingine, ni kwa sababu neno tulilosoma linatupa hakikisho hilo ya kwamba ilimpendeza Mungu katika ukamilifu alionao yeye kutukamilishia
kutukamilisha sisi katika maeneo fulani kimaisha. Maana yake nini? Ni tarajio langu au ni tarajio lako wewe kuhakikisha ya kwamba hii hali au hili jambo unalipokea, na unapolipokea utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ndio maana anasema ilimpendeza Mungu utimilifu wote upate kukaa, na yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake kwa njia ya msalaba wake, pale ambapo alikubali kufa, pale ambapo alikubali kuachilia hiyo nguvu au huo ukamilifu kupitia msalaba. Siku moja niliwaambia watu, angeweza kugoma, hivi ingekuwaje? Angeweza kukataa. Siku moja nilikuwa nawatolea mfano, nikawaambia, wapendwa, unaweza ukawa na ndugu, unaweza ukawa na marafiki, unaweza ukawa na mume, unaweza ukawa na mke, lakini usio tayari kutoa uhai wako kwa ajili yake. Nakwambia, usio tayari kutoa uhai wako kwa ajili yake. Siku moja nikawa nawatania watu, nikawaambia hivi, wapendwa, hebu fika imagine kana kwamba wewe mume wako Helen anapitia changamoto ya figo, labda yamkini asipitie, na kwa jina la Yesu atapata, si ndio? Tunatolea mfano. Alafu anapopita kwenye hiyo changamoto, wanakuambia, Helen, ndio ili mume wako aishi, unatakiwa wewe utoe figo zako zote mbili, wewe ufe ili yeye apone. Ingekuwaje hapo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama ni kuhamia Arusha wakati huo na kukimbia Dodoma, unaikimbia. Hata kama ulivyokuwa hujui kwenu, utakimbia, utatafuta kwenu. Kwa nini? Kwa sababu nife kwa ajili yako. Lakini ni mtu ambaye unafanyaje? Unampenda na unamheshimu mno. Nataka kusema huu ni ubinadamu. Yesu aliuvua ubinadamu. Alipouvua ubinadamu aliyekamilika katika kila idara, ambayo hakuna mwanadamu aliyekamilika kama yeye, akaamua kuvua ule ubinadamu na ule ukamilifu ili atuvike sisi. Amen. Ili atuvike sisi, mimi na wewe. Kwa hiyo inawezekana kuna hali fulani ambayo unapitia ya udhaifu, uwe wa namna yoyote, wa jinsi yoyote, kunao ukamilifu. Kunao ukamilisho tena. Kunao ukamilisho tena. Tunao ukamilisho tena. Tunao ukamilisho tena. Mwambie jirani yako, kuna ukamilisho. Kuna ukamilisho. Haijalishi ni hali ya namna gani. Kabisa. Na ili uamini pamoja na mimi, hebu tuunganishe imani pamoja. Haleluya. Nazungumza haya kwa sababu ninayaona, nimeyapitia, nimekutana nayo. Utaona huu unatupa hakikisho katikati ya ulimwengu huu uliojaa maovu mengi kupita kawaida. Tuko kwenye ulimwengu ambao umejaa maovu kupita kawaida. Na ulimwengu huu uliojaa maovu kupita kawaida, tunalo hakikisho. Anasema ilimpendeza. Kama ilimpendeza utimilifu wote ukae, maana yake hata mimi na wewe tunaenda kupokea huo utimilifu. Akasema kwenye kitabu cha Yohana ya kwamba ilimpendeza Mungu utimilifu wote upate kukaa. Nasi tumepokea neema juu ya neema. Na tunataka kukuambia mpendwa, katikati ya ukamilifu tunaenda kukamilishwa, tunaenda kupiganiwa, tunaenda kushindiwa vita vyovyote vilivyo katika ulimwengu wa roho wa uovu. Amen. Nataka nikwambie. Kwa hiyo hata kama kuna mchawi ambaye alikuwa anakusumbua, jiandae. Mwambie jirani yako, jiandae. Cha moto anaenda kukipata. Haleluya. Amen. Wewe uchekeshe.
Kutana na mtu mmoja. Na bahati nzuri wajaja kwenye ibada aliniambia atakuja. Nikasema bora leo wajaja ili niwahi kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mkubwa na acha kuja. Kweli ni mtu mkubwa. Mungu amembariki kwa na nafasi fulani katikati ya nchi. Kubwa tu. Na hata juzi nimekaa na wengine kuanzia saa 12 mpaka saa 5 usiku. Nafanya nao huduma. Juzi kuamkia jana. Nimerudi nyumbani saa 5 na madakika ndio anarudisha nyumbani kutoka msalaba kule. Sasa yule ndugu tukutana naye ibadani, ilikuwa Isanga, hapo Isanga. Kutana naye ibadani. Kama ndugu na shida 1 2 3. Tulipotoka ibadani akaenda akampa mke wake akamwambia wewe ndio umetoa information. Akamwambia wewe ndio umetoa issue. Nikamwambia kwa nini mko wawili tu? Ndicho Mungu alichoniambia. Na shida ulionayo ndio alionayo ndugu yako. Mungu anaenda kukuondolea. Najua alitizama alipotoka nje akagombana na mke wake. Sasa mimi natoka ofisini. Nikakutana na mke wake. Sasa mke wake bahati mbaya wiki nzima alikuwa anamhudumia. Na hajawahi kuniambia mume wake kama ana shida gani. Sasa nilipotoka nikamwambia wewe mama fulani, mume wako yuko hemesi huyu hapa. Nikamwambia sasa kama ndio wako kwako, mbona hujaniambia? Na bahati mbaya ni mchanga mwenzangu. Sema basi kumbe ndio. Baadaye ndio akajua kumbe hii haijatolewa sisi. Anasema nishagombana naye. Lakini sio tu alishagombana naye. Yule ndugu alikuwa haamini habari ya vitu vya maombi, si unajua wakubwa hiyo. Hawaamini. Na siku kuna na alikuja kanipa siri zote. Ananiambia bwana sikiliza. Mimi mke wangu ni mwombaji. Lakini alipokuwa akiomba, mimi nilikuwa natoka kitandani, anaondoka anaenda sebuleni. Wakati anaomba, mimi nakuja nasimama koridoni nasikiliza anavyoomba vyote. Alafu akirudi kitandani namwambia sikiliza, yale uliokuwa unasema halitanipata hata hili. Halitanipata hata hili. Anaamua kutoa siri zake. Ni kweli. Ndivyo ilivyokuwa. Na wanaume ndivyo tulivyo. Mwambie jirani yako wewe mwanaume wewe. Na sio tu wanaume hata ninyi wanawake wakina mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi jioni kweli akaja. Nikamwambia na Jumapili kuna kitu ambacho kimbiza usije. Ananiambia na mimi nashangaa Jumapili kitu gani sije. Basi alikuwa na shida yake. Tukatoka tukaingia ofisini kwa mchungaji. Hata figa Yesu akampeleka chini na vyoo vyake na matakataka yake yote. Akainuka. Hakuna. Amekaa. Siku ya kwanza hajanywa dawa, ya pili hajanywa dawa, ya tatu hajanywa dawa, ya 4 akanipigia simu. Tumishi, tafadhali naomba uje nyumbani kwangu. Kaambia mna shida nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaenda, tukaonana naye tukafanya tena. Ndio mpaka kesho. Sasa yeye ndio amekuwa shahidi. Mwambie jirani yako amekuwa shahidi. Wiki 2 tatu nimetoka Dar es Salaam. Ni kwa sababu ya ushuhuda wake. Amen. Sababu ya ushuhuda wake. Dunia ina maonezi. Wapendwa, jambo la kwanza. Kama akija mtu kwako kukuazima kitu na nafsi yako imekataa, usimpe. Amen. Usimpe. Na ushuhuda. Ndugu mmoja akiwa na gari zake 3 kichanja zinazotembea na zinabeba mizigo na cargo anapata ya kutosha. Mtu mmoja amefika kwake mimi, alipokuja, anambia gari zangu haziendi. Kwenye akaunti ana zaidi ya milioni 100. Ili akaongeze gari nyingine. Kaja mtu anamwazima milioni na ni rafiki yake lakini alikuwa amechoka. Hana kitu. Yeye ndio mwenye kitu. Nafsi ilisita. Iliposita, baadaye akaja akampa kwa huruma. Mpaka leo hakuwahi kurudisha ile hela. Lakini aliyechukua hela leo ni mbunge. Aliyechukuliwa hela ni mtumwa. Gari zake hazipati kazi. Usafiri ameuza. Atembea kwa miguu. Jamaa anampigia na kumwambia tule nyama ya kuchoma ya mbuzi. Acha hela ya
ilikuwa ni mpi. Nikamwambia na adabu huyu. Tunaenda kummaliza. Mwambie jirani yako lazima waishi.